mwenye kukaa duniani. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila apandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi, na misingi ya dunia inatikisika. 19. Dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Mstari wa 20 naishia pale. Dunia inalewa lewa kama mlevi, nayo inawaya waya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Kwa hiyo tunaoandika, nitafundisha siku ya leo tena kama nilivyofanya Jumapili iliyopita. Kwa hiyo andika namna ya kuishi kwa usalama katika ulimwengu uliovunjika vunjika. Namna ya kuishi kwa usalama katika ulimwengu uliovunjika vunjika. Mwambie jirani yako, kuishi kwa usalama katika ulimwengu uliovunjika vunjika. Mwingine anaandika sana. Mwingine anaandika ndio maana ameshinda kusema. Okay. Biblia katika kitabu cha Isaya, nitaanza somo langu. Biblia katika kitabu cha Isaya 24 inazungumza maneno ya unabii kuhusiana na ulimwengu. Maneno ya kinabii kuhusiana na ulimwengu. Jinsi ulimwengu utakavyokuwa, ama jinsi ya ulimwengu utakavyoishia. Kwamba ulimwengu nyakati za mwisho zitafika wakati ulimwengu utalewalewa, utawayawaya, utavunjika vunjika vipande. Sasa tukitaka kujifunza nini maana ya kulewalewa na kuwayawaya na kuvunjika vunjika vipande kwa huu ulimwengu. Na tunapozungumzia kuvunjika vunjika, kuwayawaya kwa ulimwengu, hatuzungumzii ile sayari. Tunazungumzia watu, walimwengu, yani mimi na wewe. Kwa hiyo Isaya anaposema ulimwengu unalewalewa, anazungumzia na kuhusiana na watu. Jinsi watu walivyoacha mfumo wa kimungu wa maisha ambao Mungu ameutengeneza. Mungu ameutengeneza mfumo wa maisha wa kuweza kumtii Mungu, kumwabudu Mungu, kumheshimu Mungu, kufanya ibada, kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Yaani kutofanya dhambi, kutoharibikiwa. Lakini mfumo mpya unamfanya mwanadamu aanze kufanya dhambi, aanze kutaka kuiba, aanze kutaka kunyang'anya, aanze kutaka kufanya uzinifu na mambo kama hayo. Ndio kuwayawaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu tunaposema unavunjika vunjika na kuwayawaya kama machela, tunamaanisha ni ile hali ya ulimwengu kushindwa kustahimili dhambi, kulemewa na mzigo wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mwanadamu huyu kuelemewa na mzigo wa dhambi. Kwa sababu mwanadamu ndio anayefanya ulimwengu. Kuelemewa na dhambi, kupoteza mwelekeo, kuondoka kwenye mfumo wa mwanzo ambao Mungu ameuweka wa maisha matakatifu, maisha ya kufanana na yeye. Tukumbuke kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, yani alimuumba katika hali ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maneno haya nimesema ni ya unabii. Huu unabii umetimia leo wa Isaya. Umetimia kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi imeelemea ulimwengu. Wanadamu wameshindwa kujidhibiti kwa dhambi. Wanadamu wameshindwa kujidhibiti kwa matendo yasiyofaa. Yote ambayo unayajua yasiyofaa, mwanadamu ameshindwa kabisa kujidhibiti. Ndio maana anasema katika mstari wa 17, hofu na shimo na mitego vijuu yako, mwenye kukaa duniani. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila apandaye na kutoka kishimoni atanaswa na mtego. Anamaliza kusema dunia imevunjika vunjika, inavunjika vunjika. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia imetikisika kwa sababu ya dhambi. Kumeingia mfumo mpya wa maisha ambao Mungu hakukusudia wala Mungu hakuupanga mwanadamu kuishi maisha ya dhambi. Ulevi uliokithiri, vita mahali, watu kutoangaliana, upendo wa wengi kupoa. Isaya alikuwa anazungumza kuhusiana na siku za mwisho. Isaya 24 ni unabii wa siku za mwisho. Upendo wa ndugu unapoa, watu kuraruana, watu kukasirikiana, watu kuvutana, vunjika. Lakini yule aliye katika Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, yule aliye katika Yesu anao usalama. Maana huku kuvunjika yeye hakutampata.
sababu atakuwa ameishi nje ya dhambi. Sasa utawezaje kuishi kwa usalama? Nitatumia maeneo 4 makubwa katika maisha ya mwanadamu kufundisha namna ya kuishi kwa usalama katika ulimwengu uliovunjika vunjika. Ulimwengu hauko salama, umevunjika vunjika. Unalewa kama mlevi, unawayawaya, unadondoka wakati wowote. Mtu aliyelewa anadondoka tu, anajipiga tu mahali popote, mara usoni. Ndio unaona mtu mlevi ana alama kila mahali. Ana alama usoni, ana alama kifuani, ana alama mgongoni, kwa sababu anaanguka, anadondoka tu wakati wote, anabamiza wakati mahali popote kwenye mwili wake. Ndio itakuwa kwake mtu ambaye ataufuata ulimwengu. Ulimwengu sio wa kufuata, hauna pa kushika. Kila sehemu imeharibika. Mwambie jirani yako, kila sehemu imeharibika. Sasa hapo maeneo mengi ambayo yanaonyesha kuvunjika kwa ulimwengu, ambao wewe uliyeamini ukae salama, ukae vizuri, ili ukae kwa usalama. Eneo la kwanza ni eneo la malezi na ujana. Nitaligusia eneo la malezi na ujana. La pili ni mahusiano ya ndoa na familia. Nitayagusia asubuhi ya leo. Hilo eneo la pili. La kwanza ni malezi na ujana. La pili ni mahusiano ya ndoa na familia. Eneo la tatu ni ibada. Eneo la 4 ni kazi. Eneo la 5 ni siasa. Hao maeneo yote yanamgusa mwanadamu. Siasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa eneo la siasa sitaligusa asubuhi ya leo. Eneo pia la kijamii, la maisha ya kijamii kule, sitaligusa asubuhi ya leo. Leo nitagusa malezi na ujana, ibada, mahusiano ya ndoa na familia, na kazi ama shughuli za kiuchumi. Haya maeneo yanamzunguka mwanadamu kila siku, hawezi kuyaepuka, anaishi nayo. Na haya maeneo haya ndio tunayapata katika ulimwengu tulionao. Yaani inamaanisha ulimwengu una tafsiri yake kuhusiana na malezi na ujana. Huu ulimwengu uliovunjika na kupasuka una tafsiri yake. Lakini ibada pia, ulimwengu una tafsiri yake kuhusiana na ibada, namna ya kuendesha ibada, namna ya kumwabudu Mungu, namna ya kusifu, namna hiyo, mambo kama hayo. Na ndoa na familia, na pia uchumi, shughuli za kiuchumi, yani kazi. Haya maeneo shetani anayaangalia sana. Shetani anayashughulikia sana. Lakini kusudi lake shetani si zuri, ana mifumo yake. Nitarudi tena. Katika malezi na ujana, Mungu ana mfumo wake ambao ameuweka ili mtu aishi, alelewe, akue. Kama kijana aishi, amfikie Mungu. Lakini pia ulimwengu una tafsiri zake. Ndio mfumo upe wa kuvunjika, wa kuwaya, wa kulewalewa, ambao mimi na wewe sasa tunapoishi duniani, kwa sababu tunapitia mazingira yote ya malezi na ujana, ibada, ndoa na familia, uchumi, kazi. Tuwe makini, kwa sababu shetani pia ameingia humo. Haleluya, haleluya. Nianze malezi na ujana. Nitaonesha mambo yaliyopo sasa hivi katika malezi na ujana, alafu mimi na wewe tukaeje ili tuweze kushinda ulimwengu uliovunjika. Kila kitu kimevunjika. Kila kitu shetani amekipindua kwenye malezi. Kila kitu shetani amekipindua kwa vijana. Amekipindua tofauti na Mungu alivyokusudia. Kwa mfano, nitaanza kusema katika malezi, ulimwengu unasema usimkasirishe mtoto, usimhuzunishe mtoto. Huo ni ulimwengu uliovunjika. Huo ni ulimwengu uliotoka kwenye nje ya makusudi ya Mungu. Usimchape mtoto, usimhuzunishe mtoto. Mtoto unatakiwa umsikilize, usimkwaze, atakushtaki, atakasirika. Kwa hiyo tumekuta shetani anafanikiwa katika hilo. Maana mzazi anamuogopa mtoto, anamuogopa, amwambii kitu, anajua atakasirika. Mtoto wangu, baby, imani, acha hii, usishike maji, usimwage maji, anamwaga. Sui TV anakwenda anakata na kiwembe TV. Unasema no. Mtoto wangu usimnani amekata, tutanunua nyingine. Sitaki kwenda shule, sitaki kwenda shule. Anasema no, my son today is very tired. Just leave him alone. Mwache, amechoka. Leo mifumo hiyo ambayo shetani ameingiza mipya katika malezi na ujana. Vijana Gen Z ni kizazi hiki cha vijana wa umri wa kati, kina Joshua. Hawa walizaliwa 90 mpaka hapo sasa hivi. Hawa wanataka uhuru.
Vijana hawa wanataka usimwambie aende kanisani, usimwambie umevaa suruali inateremka, usimwambie suruali hiyo mbona pana sana, mbona suruali hiyo imebana sana. Wanataka uhuru. Gen Z anataka afanye kazi anavyotaka. Kazi ni saa 2. Juzi nilikuwa na discuss na mtu mmoja mahali, anasema mimi ni manager. Mimi ni manager, ni HR manager. Nilikuwa naye mahali fulani tumekaa tunazungumza. Akasema napata tabu ndugu yangu, nisaidie. Labda wewe unaweza ukanisaidia kitaalamu, nifanyeje? Mimi naongoza a group of Gen Z ofisini kwangu. Watu wenye miaka 25 mpaka 30 mpaka miaka 22 hapo. Tukipanga schedule za kazi asubuhi, unakuta Gen Z kufika kazini ni saa 2, yeye anafika saa 4, hana shida. Na akifika anawasha simu yake, anabonyeza simu. Baada ya hapo muda wa chai unafika, aenda kwenye chai, hamna alichokifanya. Akirudi kwenye chai, anakaa kwenye desk lake, atawasha kompyuta yake saa 5. Atafanya kidogo, itafika saa 6, sema no, I'm tired boss, I'm tired. Let me go outside. I want to get a fresh air. Gen Z hataki msumbue. Anasema ukimuuliza ananuna, anakasirika. Ukimuuliza Gen Z anakubamizia mlango, anaondoka. Sema basi nisaidie ndugu yangu. Labda wewe utaanza kusaidia kitaalamu. Niishi vipi na hawa Gen Z ofisini, wananitesa. Na wengi wanakwenda kushtaki kwa mkurugenzi kwamba huyu anakiuka haki za wafanyakazi, anakiuka haki. Lakini sio kukiuka haki, watu wamekuwa huru. Anasema pia hao Gen Z akawa ananiambia, anakupigia simu asubuhi, akaba leo siwezi kufika ofisini, nampeleka labda dada yangu airport. Ni kazi hiyo, ameajiriwa. Ndio kizazi kilichopo, lakini huo ndio mfumo. Gen Z pia anakwambia kuna kuabudu ama kuna kutokuabudu. Naweza nikaenda, siwezi kwenda wiki nzima kanisani kusali. Inakuwaje? Imekuwa ni dozi ya malaria ama dozi ya nini hiyo ya kwenda kusali? Muulize jirani yako, wewe unapambana nayo haya? Lakini pia katika malezi kumeibuka vijana wanaodharau wazazi wao. Amemzaa kabisa, lakini wanaodharau pia viongozi wa kanisani, wanaodharau pia hata wachungaji. Wakati huo zamani sisi tukimwona mchungaji unatamani mpaka upige magoti kwa mchungaji, lakini siku hizi Gen Z anakushusha na kupandisha. Na uchungaji wako kwenda kachunge kumbi. Hakuelewi kama wewe ni mchungaji, Mungu amekupaka mafuta. Shetani amepotosha malezi. Shetani amepotosha vijana. Lakini hatari iliyopo, wazazi waliookoka na wengine walioamini wanakubali. So usimkasirishe mtoto, usimkasirishe kijana. Mpeleke shule anayotaka, mpeleke kanisa analotaka kuabudu. Usimuuze haya maisha, watu wako huru. Usimbane, lakini huo sio ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tufanyeje? Nitakimbia kwa sababu muda wangu pia umeisha. Tufanyeje mzazi katika ulimwengu huu? Kwa sababu title ya kichwa cha somo letu tunasema tutakaeje kwa usalama katika ulimwengu uliovunjika. Tayari nimeshakuonyesha kuvunjika kwenye hayo malezi, kwenye huo ujana, kulewalewa, kuwayawaya, kuanguka. Umeanguka, anasema Isaya, ulimwengu umeshaanguka. Tufanyeje? Mzazi unapaswa kujua kwamba umeamliwa, namba A, umeamliwa kwa sababu ya usalama wa mtoto na kijana wako. Umeamliwa wewe, Mungu amekuamuru. Sasa usipotii amri hii, lawama itakuwa ni juu yako. Tutasema kwa Kiingereza, you are responsible for your child care. You are responsible for your young children. God will ask you, what have you done to your kid? What have you done to your daughter? What have you done to your son? Mungu atakuuliza. God will ask you. Kijana wako atakwenda jehanamu kwa sababu ya mfumo huu ambao unamuendekeza nao. Kama akienda jehanamu, wewe utakuwa ni wa kwanza. Wewe ni mchungaji wa kwanza. Mbinguni akifika kule, atakuuliza, ulifanya nini? Torati 6:6. Kumbukumbu la Torati nasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Huyu ni mzazi anaambiwa. The book of Deuteronomy chapter 6 verse 6-7. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako
na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. It is an order. It is a command from God to you that you have to speak to your sons and daughters about God. Hallelujah. If you cannot speak, and it happened that one day your daughter is received into hell, you'll be responsible for that. Utawajibika kwa hilo, kwa sababu umeamliwa. Lakini muoneshe mtoto wako na kijana njia impasayo. Muoneshe njia impasayo, usimhurumie. Njia impasayo ni ipi? Njia impasayo ni kulifuata neno la Mungu. Njia impasayo ni kulifuata neno la Mungu. Ni mtoto kujua kuabudu Mungu na kujua kuabudu Mungu wako. Mungu wako, sio Mungu wa jirani, sio Mungu wa kanisa la wapi, Mungu wako wa kanisa hili hapa unapoabudu amfahamu. Yeye mtoto atakwambia mimi nakwenda kusali sehemu fulani, hawa nilivyosema majenzi au vijana, mimi nataka kwenda kwa sehemu fulani, kuna miziki mizuri, kuna ngoma nzuri, kule wanafanya vizuri. Mungu wako ulipo wewe, mtoto wako awepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipo wewe, unaposali wewe, ndipo mtoto wako alipo, kwa sababu unawajibika kujua anaendeleaje, anakwendaje, anamjua Mungu ninayemwamini. Haleluya, haleluya. Usijidanganye kwamba anasali kanisa lile la walokole kule, hamna shida, mimi nakuja huku, najua mambo unajua mimi sina nauli, kwa hiyo nawaacha kule. Waache. Lakini kuna siku utalia. Na utakuja hapa kanisani kulia. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu unalewa leo. Ulimwengu unawayawaya. Kuanguka umeanguka. Sasa wewe unakuja unawaachia walimwengu, unaachia ulimwengu wamlee, wamuongoze kwa Bwana, ukiamini kwamba itawezekana. Lakini pia muhudhurishe mtoto wako kanisani kabla hujachelewa. Take your son and daughter to the church before it is too late. Sikia nikwambie, mtoto akifikia umri wa miaka 14 au 15 hapo 18 au 13, wengine wanajanjaruka sana, huwezi kumwamrisha tena. Kwa kumbe nafasi ulionayo ni hii ya mwaka mmoja, wa pili, wa tatu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atakapokwenda sekondari hutakuwa na amri ya kumwambia na utalia. Kuna wazazi wengine wanasema muache bwana. Kumbe anatengeneza tabia. Asiende tu kanisani. Atakuja kwenda. Kwani anajua nini huyo? Kumbe anaelewa anachokifanya mtoto. Alafu pale wewe ambapo utatamani sasa mtoto aende kanisani, ameshakuwa mkubwa, labda form 1 pale, ameshapevuka, umri wa utoto umeisha na amepevuka sasa, ameanza kujua jema na baya. Wewe ndio unataka aje, alafu yeye hataki na hutamweza, atakugomea. Bwana Yesu atusaidie sana. Atakugomea. Kuna statement nimeandika hapa, nasema nidhamu yako kwa mtoto itakuwa nidhamu iliyojaa upendo, kwa kuwa unao uchungu wa kuzaa. Lakini nidhamu itakayompa dunia ni nidhamu ya maumivu makali, kwa kuwa haina uchungu na mtoto wako. Umeona? Nidhamu utakayompa wewe mtoto itakuwa imejaa upendo. Kama mama, kama baba, unampa nidhamu, unamwadhibu kwa upendo. Yaani unamshurutisha kusali, unamshurutisha kuja kanisani. Ile nidhamu iliyojaa upendo. Unajua mtu anayetandika mtoto wa kwake aliyezaa anachapa kwa upendo, ndani humo anasia upendo ili amnyoshe. Lakini ukishindwa kumpa nidhamu wewe, manake ulimwengu utampa nidhamu. Na ulimwengu, kwa sababu haujazaa, hauna uchungu na yule mtoto, nidhamu itakayompa ni nidhamu mbaya yenye machungu. Ndio unasikia amepigwa mawe, unasikia amekatwa mkono, kwa sababu hukumpa nidhamu wewe. Unashangaa amechomwa moto, kwa sababu hukumpa nidhamu wewe. Uko unasema bado bwana hata kuokoka kwenye hajaokoka bado. Kwanza anajua nini huyu? Anajua. Bwana Yesu atusaidie sana. Hiyo ni upande wa malezi. Ni amri. Utaweza kuandika Kumbukumbu la Torati tena 11:18, Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo kesheni. Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu,
na rohoni mwenu, yafungeni yawe dalili ya mikono yenu, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yenu. Nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Tena yaandike juu ya milimo ya nyumba yako na juu ya malango yako, ili siku zenu zifanye kuwa nyingi, na za vijana wenu nao juu ya nchi ya Bwana aliyowapa baba zenu, kuwa atawapa kama zilivyo siku za mbingu juu ya nchi. Kwa hiyo kazi yako nyingine ni kusema kila siku. Usisubiri wakati rasmi, labda mmeweka ibada pale nyumbani ndio uanze kusema. Hapana. Yaani wewe, Biblia inasema uamkapo unasema, mwanangu, Yesu anakupenda. Mlapo pale kwenye meza, mwanangu, hiki ni dhambi. Ulalapo, mwanangu, tunakwenda kanisani. Mwanangu, Yesu ni Bwana. Ulalapo, utembeapo, mpaka kwenye miimo ya malango, ni kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku sema. Kila siku hubiri kwa mtoto wako. Na kwa taarifa yako, injili ya kwanza inaanza kwa mtoto wako. Injili ya kwanza inaanza kwa mtoto wako, yule mdogo kabisa, yule kama Abrieli, yule. Wala tuzungumzie ambaye anaongea, yule Abrieli ambaye haongei, ndio injili inaanza pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa mwaka mmoja unaanza kusema pale, kila siku, ulalapo, utembeapo, juu ya malango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anasema ili siku za vijana wenu ziwe nyingi. Kumbe tusipowaambia, tusiposema, kwa sababu ulimwengu umevunjika, unawaya, unalewa, kuanguka umeanguka kama mlevi, watakwenda kule watakufa. Alafu kwenye Kumbukumbu la Torati nasema siku zao zitakuwa chache, watakufa mapema na watakuacha wewe mzazi. Hawa watoto watakufa mapema kwa dhambi. Dunia imeshavunjika, imeharibika. Kwa utakwenda kule watakufa mapema, watakuacha wewe mzazi, lakini wewe ndio utakuwa wa kulaumiwa. Majirani yako, shika zamu yako kwa kijana wako. Usijaribu kuitikia mifumo ya ulimwengu. Nikimaliza kipengele cha malezi, usijaribu kuitikia mifumo ya ulimwengu inayotaka tusiwarudi watoto. Tusiwarudi kwa namna yoyote vile. Mpende mtoto wako, mfurahie mtoto wako, lakini umrudi inapopaswa kurudiwa. Mithali 3:12 inasema, kwa kuwa Bwana ampendaye humrudi, kama vile baba mwanawe ampendezaye. Tunasema kwamba usipomrudi mwanao haumpendi, ukimrudi unampenda. Halo? Mithali 13:24, Mithali 13:24 inasema, yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae. Umesikia vizuri hiyo? Yeye asiyetumia fimbo yake humchukia mwanae, bali yeye ampendaye humrudi mapema. Lini? Mapema. Lini? Mapema, before it is too late. Usikubali kabisa mwanao aje kupewa nidhamu na ulimwengu. Mimi napenda sana wale watu ambao wanakuja na watoto wao kanisani Jumatano na Ijumaa, wanajua wanachokifanya. Kuna wakati mtoto hata kuja Jumatano kanisani kwa sababu wewe ukuja naye kanisani Jumatano. Kuna wakati hata kuja Ijumaa kwa sababu ukuja naye Ijumaa kanisani. Atakapofikia umri wa kupata akili, utamwambia itakuwa kama ni wimbo mpya kwake. Bwana Yesu tusaidie sana. Na onaga kina nani hapa? Kina watoto Mombapa hapa kila Jumatano. Kina Catherine ukimwambia akifikisha umri wa miaka 15 kumwambia Jumatano ni ibada, ataelewa. Lakini humu mtupu wazazi wengi ambao Jumatano tunakuja wenyewe. Watoto tumewasha nyumbani. Wasome tuition, wasome nini? Tuition sio vitu gani? Watafundishwa sawa, watajua hesabu, watajua kuandika, watajua sana, watakuwa wa kwanza darasani. Ila kwa Mungu watakwenda jehanamu. Kwa sababu kuna wakati utatamani sana mwanao aje kanisani kama mtoto wa fulani. Lakini utakuwa huwezi kwa sababu hukumtengeneza hivyo, na atakushangaa tena, Jumatano, Ijumaa ni kitu gani hiki? Tunashinda kanisani. Tunalala kanisani. Lakini kumbe wewe mwenyewe ukumjengee. Kwa kina mama mlioko hapa, njoo na watoto wenu kanisani Jumatano, hata kama haelewi. Hata kama ni yule Abrieli, njoo naye kanisani Abrieli, mfunge mgongoni.
yule imani anakujaga hapa Jumatano, anatengeneza kitu fulani kwa Mungu. Yule atakuwa mtu wa kanisani tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini vingine atavipata. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na yote mtazidishiwa. Hakuna mtoto atakayekuja kanisani hapa unakuja naye akawa mwisho darasani na akataa. Na mifano yao tumeiona. Shuhuda hai kanisani tunazo. Kila siku tunamtolea ushuhuda Adriani pale. Tunamtoa ushuhuda Dennis pale, sasa hivi ni engineer kwa taarifa yako. Ni engineer kabisa wa kutegemewa. Sasa hivi tunaye Joshua pale alipata 1.7, 0.8. Division ngapi? Point ngapi ilikuwa? 10. Hakuna mtu anayeendezwa kanisani akalazimishwa. Sisi tunamlazimisha Joshua aje kanisani mpaka leo. Sababu pia ni Gen Z bado. Kwa tunamlazimisha. Wakati mwingine mpaka analia yule pale. Analia lakini twende. Kwa nini? Tukimwacha akifikisha miaka 20 hatutamweza na hatutakuwa na amri naye. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeye asiyetumia fimbo yake kuchukia mwanawe humchukia mwanae. Yeye ampendaye umrudi mapema. Mrudi mapema mwanae. Twende kwenye ujana mara moja twende. Ujana unaupata kwenye Warumi 12 mstari wa 2. Basi sitakaa sana hapo. Ujana. Vijana wa sasa hivi wanataka kufanana na ulimwengu. Lakini mimi nawaambia kupitia neno hili ili uweze kukaa kwa usalama katika ulimwengu uliovunjika aliyousema Isaya. Soma Warumi 12:2. Wala usiufuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kijana, ulimwengu sio wa kuufuata kabisa. Kwa nini? Unalewa kama mlevi. Umevunjika. Na ukiufuata, nasema ukiongozwa na kipofu utaanguka. Ulimwengu umeshaanguka. Wewe unaufuata, utakuangusha tu. Usijaribu kufanana na maisha ya vijana wa ulimwengu. Usijaribu kufanana nao katika maneno yao, katika misemo yao, katika kuvaa kwao, katika kutembea kwao. Usijaribu kufanana na hao, kwa sababu wamevunjika tayari. Maana utakapojaribu kufanana nao, utakuwa unajaribu na wewe kuvunjika. Yake zitafute nguvu za Mungu ulizoambiwa unazo. Kijana ameambiwa na neno la Mungu kwamba anazo nguvu. Alafu anaendelea kusema amemshinda shetani. Sasa ili uweze kushinda na uweze kuishi kwa usalama, sababu usalama huko nje hauko. Zitafute nguvu za Mungu ulizoambiwa unazo. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 14 anasema, nimewaandikieni ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana. Hapo tuna focus. Ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Jambo la kwanza. 2, neno la Mungu linakaa ndani yenu. 3, mmemshinda yule mwovu. Sasa ukiwa na nguvu za Mungu, ukizitafuta nguvu za Mungu, utakuwa na usalama kwenye ulimwengu unaosemwa hapa unavunjika. Ulimwengu ulileta mifumo mipya ya maisha ya kijana. Kijana lazima awe na hivi na hivi. Kijana lazima avae hivi na hivi. Kijana lazima azungumze hivi na hivi kama wale wa ulimwengu. Haleluya. Jambo lingine kwa kijana, shuhudia, usinyamaze. Ndio usalama wako katika ulimwengu uliovunjika. Shuhudia, usinyamaze. Problem ya vijana wengi wanaanguka na wanakwenda na ulimwengu uliolewalewa na kuwayawaya kwa sababu hasemi, amefunga mdomo wake. Kwa mtu aliye naye huyu wa ulimwengu aliye naye anajua ni mwenzake, anamshirikisha mambo machafu yasiyofaa na amenyamaza. Ushuhuda ndio kinga yako. Ushuhuda ndio bunduki yako, ndio risasi yako. Mtu ajue tu from day one mnafahamiana kwamba wewe umeokoka, kwamba wewe unakwenda mbinguni. Mpaka inapotokea kitu kikubwa ndio unasema, kumbe umeokoka, basi samahani bwana. Uko naye tu, bwana twende out, mnakwenda out. Zinawekwa pale 1 2 3, moja moto, moja baridi. Unasema, ni bwana situmie. Kwa nini utumie bwana? Wewe mgonjwa kijana kabisa wewe. Damu inachemka, utumie moto baridi. Sasa mimi nimeokoka. Kumbe umeokoka bwana. Ushakae naye mwezi mzima. Alikuwa ajui. Anajua kwenye meza ya moja moto, moja baridi ndio anagundua
kumbe ameokoka mwenzangu. Hiyo ni hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapaswa ajue from day one kwamba umeokoka na wewe unakwenda mbinguni, ndio utakuwa na usalama kwenye ulimwengu uliofanyaje? Uliovunjika, unaowaya, unaolewalewa, unaoendea kama machela. Unajua machela ya mgonjwa hiyo? Ile machela ya mgonjwa ndio inazungumziwa hapa kwenye andiko la Isaya. Inalewalewa kama machela. Kwa shuhudia, usinyamaze, wewe ni balozi wa mbinguni. Jambo lingine, penda ibada, jali ibada. Ibada iwe sehemu ya maisha yako kijana, ndio usalama wako. Jali ibada, penda ibada. Ibada iwe sehemu ya maisha yako. Huna nguvu wewe ya kumshinda shetani hata kidogo bila kujaza ibada katika maisha yako. Twende kwenye jambo la tatu au la pili, kipengele kingine, kipengele cha ibada. Katika kipengele cha ibada, shetani ameleta mifumo yake ya kwamba tunaweza tukaabudu popote. Huo ndio mfumo mpya wa shetani ameleta. Tunaweza tukaabudu popote, kanisa lolote, muda wowote. Unajua Mungu yuko popote. Ile Waebrania inayosema Waebrania 25:10 inasema wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Na Matendo ya Mitume wa pili kuanzia mlango wa 37 mpaka 42 inayoeleza ushirika, wakadumu katika ushirika, upendo. Kanisa likaomba, likafunga, na hofu ya Mungu ikaja. Wewe umelifuta. Shetani amelifuta kwenye Wakristo wa leo, washirika wa sasa, Wakristo wa sasa. Sasa hivi kuna uhuru. Huo ndio mfumo mpya sana ameuleta. Lakini ni mfumo hatari. Yaani mtu mwingine anataka kupigia simu tu, bwana leo mimi nimesali sehemu fulani bwana. Nimesali sehemu fulani. Yuko huru kabisa. Sivyo Mungu alivyo. Mungu anataka watu tuwe katika ushirika. Mwambie jirani yako ushirika. Ujulikane unasali wapi? Unaabudu wapi? Ushirika wako ni wa wapi? Wewe ni mtu wa wapi? Ukishajulikana basi unaweza ukasali sehemu nyingine, lakini kwanza tukujue wewe ni wa wapi, ambapo ni nyumbani. Pale ambapo imesema wala msiache kukusanyika, kwako wewe ni wapi? Unakuta mtu hayuko popote. Nikasikitika sana, kijana mmoja nikamwona mtandaoni. Alikuja hapa lakini baadaye unamuuliza, anasema unajua bwana mimi nimehama. Sasa unahamaje bila kutoa taarifa, bila kuaga? Wewe ulikuwa mshirika wa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe mshirika. Kwa lugha rahisi lugha rahisi ya kawaida ya kuelewa, ushirika ni neno la kibiblia sana. Inawezekana ukawa ulielewi. Mungu anataka uwe mwanachama wa kanisa la mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tungekuwa na amri hapa, tungeandikisha fomu kabisa. Tungekuwa na fomu kabisa kwenye sheria yetu kwamba Ana Lauli ni mwanachama wa kanisa la CWC. Hiyo ndio Mungu anaitaka aliposema wala msiache kukutanika kama ilivyo desturi. Na akasema na wakadumu. Unajua kudumu sio siku moja au mbili. Kudumu sio mwaka mmoja au mwaka wa pili kwenye ushirika. Watu hawaelewi. Waliposema wakadumu, ushirika ni swala la kudumu, sio la kuondoka leo wala kesho. Sasa ukifundisha namna hiyo, unasema anataka washirika wakae kanisani. Hatutaki watu wakae kanisani. Ni neno la Mungu sema udumu. Lakini vijana wa sasa wengi ukimkuta mshirika wa siku nyingi ni mwaka mmoja. Huyu ndio anasema nimedumu kweli kanisa lile mwaka mmoja. Huyu hajui maana ya ushirika, fellowship. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, wewe ni mshirika wa wapi? Mbona Jumapili unahesabu? Washirika wengine si washirika hasa wa kweli. Unakuta Jumapili hii yupo, Jumapili ile hayupo. Ama katika Jumapili 4 anahesabu Jumapili 2 nitasali kwa nabii futa machozi. Alafu Jumapili 1 nitasali ananasifu kwa wazee wenzangu wa Uswahilini. Alafu Jumapili 1 iliyobaki nitasali kwa nabii futa viatu. Wewe sio mshirika. Wewe sio nini? Mshirika. Lazima uwe mshirika. Mshirika hakosi ibada ya Jumapili, ibada ya Sabato ya Bwana. Yaani maana yake katika Agano la Kale Sabato ya Bwana walikuwa wanaangaliana, fulani kafika, fulani. Sasa wewe Sabato ya Bwana unahesabu. Na ulikuwa ukikosa kwenye Sabato ya Bwana wanakuuliza, bwana vipi? Umeenda kufungulia ng'ombe? Tunakumbuka walimwambia Yesu.
Kwa nini unamponya huyu? Yaani sabato ilikuwa ni kitu ambacho mtu hawezi kukosekanika. Sabato ni familia, sabato ni ushirika. Bwana akatusaidia katika jina la Yesu. Amen. Mwambie jirani yako uwe mshirika kweli kweli. Yule asiyemwambia mzee nitamwambia mimi. Uwe mshirika kweli kweli. Amen. Lakini jambo lingine katika ushirika, katika ibada ni masikio ya utafiti. Katika Timotheo wa pili 4:2. Shetani ameleta masikio ya utafiti kwa Wakristo waliokoka sana. Na ndio maana hawatulii. Anaangalia hapa CWC leo wamefundisha nini? Naona kama alijanikolea kama naona kama limekosa kachumbari, limekosa nyanya. Timotheo wa pili 4:2. Nasoma Timotheo wa pili 4:2 mpaka mstari wa 5. Nasoma kwa haraka. Nasema lihubirini neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Ndio huu wakati huu sasa. Watu wanakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Hao sisi hapa, hata hapa tupo wenye masikio ya utafiti. Ndio hao leo Jumapili yupo, kisha atakwenda kwa Mwakisopili, mchungaji Mwakisopili au nabii Mwakisopili. Jumapili, wewe ulikuwa wapi bwana? Mimi niliabudu bwana. Unajua niliabudu. Niliabudu tena, nilishiba kweli kweli, nilikokuwa yani kule tena kule bwana, pepo za kule zikitimliwa mpaka zinatoboa na bati huko kwa Mwakisopili, nabii Mwakisopili. Ndio unakwenda masikio ya utafiti. Mwambie jirani yako masikio ya utafiti. Wakajipatia walimu makundi na watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Wapo hapa msanii. Yaani neno la kweli linalohubiriwa halitaki. Anataka mafundisho ya uongo ya kutapeliwa. Leta mzaliwa wa kwanza, leta si nini? Leta. Leta nilete. Mmoja jina lako leta nilete. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Unaona? Uwe na kiasi katika mambo yote. Vumilia mabaya. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Tulia. Amen. Sasa kwa sababu ya joto tukimbie zaidi. Tufanye nini kuhusiana na ibada? Mwambie yako tufanye nini kuhusiana na ibada? Tulia kwenye ushirika wako. Acha kuwa na masikio ya utafiti. Ridhika na chakula unachokula. Usiwe kama mtoto kwa Uswahilini ambaye mama yake amepika wali maharage, alafu chumba cha pili kimepika wali maharage, anatoka kwao anakwenda kula chumba cha pili kwenye wali maharage. Anasema ule ndio mtamu, umewekwa na nazi. Uridhike na chakula unachokula katika jina la Yesu. Ukubali kufundishika. Uitumikie imani. Ukubali kutimiliza huduma yako hapa kanisani. Kama ni kiongozi, timiliza huduma yako hapa kanisani. Kama ni mshirika, timiliza huduma yako hapa kanisani. Umeitiwa ushirika. Umeitiwa hapa uifanye kazi ya Mungu. Tafuta kujua wewe ni nani katika kanisa lako. Shida kubwa katika kanisa linalofanya watu wawe na masikio utafiti na kutangatanga ni kwamba hajui hapa kanisani yeye anafanya nini. Hajui. Tafuta. Na kanisa lina kazi nyingi sana. Tafuta, muulize Mungu, mimi umenileta hapa na nasifu. Umeniletea kufanya nini? Nikae tu? Hamna aliyekuja kanisani kukaa tu. Ipo kazi. Kuna kazi za kuonekana, hizi za kusimama pambeni. Unaibisha sura, unahubiri kama mimi hapa, ya kuonekana. Lakini kuna kazi zingine mtu hawezi kujua unafanya, ya maombi. Nenda kwenye maombi. Hata kama Mungu akuitia hiyo, muulize Mungu. Kuna kazi zingine hazionekani. Kuna watu wengine wanafanya kazi ya kusafisha vyoo, hatuwajui. Lakini sisi tunakwenda kule tunajisaidia. Lakini wapo. Wewe wala uwajui. Wanakuja hapa kila siku. Kuna wengine hapa wanaamka alfajiri kutengeneza hapa, hata uwajui, lakini wapo. Kwa hiyo kazi ziko nyingi. Mwambie Mungu, nisaidie. Nifanye nini? Ukiwa na kazi na shughuli ya kufanya katika nyumba ya Mungu, huwezi kutangatanga. Yaani unasema Mungu umenitia hiki, Mungu nisaidie. Tena ukiona kimeharibika unasema hapana. Mbona kimeharibika haijakaa vizuri? Kesho nitafanya vizuri. Mbona madhabahu hii haijadekiwa, hii ina mchanga, ina vumbi? Imekuwaje? Kumbe Mungu amekupa kazi hiyo. Na wala si hatujui na wala hatutaki kujua. Na Mungu anakubarikia kwenye hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuinua kwenye hiyo. Anakubariki kwenye hiyo. Anakupa kila kwenye hiyo. Inaonekana kuwa ni kazi ya chafu, kazi isiyofaa. Lakini kwa Mungu, katika nyumba ya Mungu, kazi zote ziko sawa na thawabu ni moja. Ili mradi tu umeifanya kwa moyo na kupenda. Haleluya.
Kwa tafuta kujua utumishi wako ndani ya nyumba ya Mungu ili utulie. Lakini ushirika unahitaji uvumilivu, unahitaji na uvumilivu. Ushirika unahitaji uvumilivu. Kwa nini unahitaji uvumilivu? Kwenye ushirika kuna kufinyana, kwenye ushirika kuna kupigana makonzi, kwenye ushirika kuna kusemwa vibaya, kwenye ushirika kuna kuambiwa bwana hatukutaki, kwenye ushirika kuna kunyoshewa vidole, kwenye ushirika kuna kufukuzwa wakati mwingine isivyo halali. Lakini usiondoke. Vumilia. Na ndio maana katika mstari niliousoma nasema vumilia, fanya kazi ya mhubiri, timiliza huduma yako. Wewe kiongozi umesemwa, vumilia, timiliza kazi ya mhubiri. Wewe sijui mshirika wa zoni gani umepigwa makonzi, vumilia, fanya kazi ya mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeambiwa sijui upendezi, vumilia. Umeambiwa hujui kuomba, vumilia. Umeambiwa hujui kutoa, vumilia. Fanya kazi ya mhubiri katika jina la Yesu. Amen. Huo ndio ushirika. Ushirika unahitaji uvumilivu. Kama sasa hivi kuna kigongo cha milioni 2, si ndio? Disemba 26 ni kigongo hicho. Vumilia katika jina la Yesu. Useme mimi nakimbia. Ukienda kule utakutana na milioni 5, 6. Haya, hautakutana na hela yote sawa. Lakini utapigwa kila siku. Leo leta suyu sadaka ya kuondoa mashetani. Leo leta sadaka suyu ya kufagia kanisa. Leo suyu na hivi utakutana tu na itakufagia na utarudi tena huko CWC. Vumilia. Hata katika nyumba tunavumiliana, ndio maana tunaishi. Haleluya. Katika ushirika ni zaidi, kwa sababu Paulo anasema sisi tu mwili mmoja katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende sehemu ya 3, mahusiano ya ndoa na familia. Mahusiano ya ndoa na familia. Hiyo ilikuwa ni ibada. Nimesema na vipengele vinne, hicho cha 3. Mahusiano ya ndoa na familia. Tunaposema ndoa tunamaanisha mume na mke. Tunaposema familia tunamaanisha baba, mama na watoto. Haya maeneo shetani ameyaingilia. Shetani ameleta mifumo yake ya kuendesha ndoa, familia, watoto na kila kitu. Ameleta hayo ya kuwayawaya, ya kuyumbayumba, ya kuvunjika ameyaleta kwenye ndoa. Mpaka ndoa za walioamini, mpaka watoto wa walioamini ameyaleta. Sasa tunayumbayumba. Shetani anazishambulia ndoa, shetani anashambulia familia kwa maana ya watoto na kuharibu kanisa. Sasa tusifuatishe namna ya dunia katika ndoa. Tena nikupe ushauri kwenye mahubiri ya asubuhi ya leo. Kama unataka ndoa yako iimarike, kama unataka ndoa yako isimame, jifundishe kwenye maneno ya Mungu, Biblia. Mafundisho yako mengi ya ndoa, mengi mno. Kuna ya wanasaikolojia wanafundisha ndoa. Kuna wanasayansi wanafundisha ndoa. Watu kibao, siwapingi, siwakatai. Lakini msingi wa ndoa ya kimungu ya waamini inatengenezwa kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanasaikolojia atakwambia mumeo akija mtandikie carpet kutoka kule mpaka pafucheza cheza hivi. Utaendelea kudumu naye miaka 10. Na kama utamtandikia akifika ndo atakupiga makofi pamoja na carpet lako. Atakwambia ukitoka pale mke wako ili mumeo akupende, bwana mnunulie perfume nzuri. Ataichukua, ataibamiza ukutani, atakupiga vichwa na hiyo perfume yako. Atakwambia tena siku hizo na mafundisho mengine ni machafu kabisa kwenye mitandao. Si mume ukitaka akupende, si mke akitaka akupende, mafundisho machafu kabisa. Wanafundisha wanasaikolojia, na wengine ni wa Mungu. Wanasema madhabahuni. Badala ya kusimamia neno la Mungu linasema nini kuhusiana na ndoa na familia na upendo wa ndoa na familia, anaanza kuingiza saikolojia. Anaanza kuingiza elimu ya ulimwenguni ya maarifa yake. Sasa nikwambie, neno la Mungu ni kamilifu. Halihitaji kusaidiwa na elimu ya saikolojia. Ingawaje tunaweza tukahitaji wakati mwingine, ingawaje tunaweza kuhitaji. Lakini hii huwezi kuisaidia kwa elimu ya ulimwengu. Imekamilika kwenye mafundisho yote ya ndoa, ya malezi. Sasa ukitaka kusaidika, mwanandoa mwenzangu uliofika asubuhi ya leo hapa CWC, shikilia neno la Mungu. Haleluya. Mnasema nini kuhusiana na ndoa? Tutaangalia. Na familia inasema nini? Jambo la kwanza, mume na mke, kila mtu akae kwenye nafasi yake, ndio neno la Mungu. Hakutatokea friction. Hakutatokea migogoro. Kaa kwenye nafasi yako. Jua nafasi yako. Linda nafasi yako. Ipende nafasi yako.
itumikie nafasi yako, ikumbatie nafasi yako. Kila mtu mume na mke waikumbatie nafasi, kila mtu kumbatie nafasi. Usijaribu kuingia kwenye reli ya mwenzio. Ukiingia kwenye reli ya mwenzio utapotoka, utavunja ndoa, utasambaza watoto, utasambaza familia. Jua sehemu yako, usidanganyike na wanasaikolojia. Wanasikia sana. Katika Waefeso 5:25 Mtume Paulo anafundisha fundisho la ndoa ya kibiblia. Anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Wanaume wenzangu, nafasi yetu penda. Nafasi yetu ni kupenda. Tuwapende hawa watu, tujifunze kupenda. Haleluya, haleluya. Kupenda na kujifunza. Tunakujitahidi kupende kwa moyo wako wote. Anasema kama Kristo. Na Paulo anasema kwamba ni kupenda, lakini pia anataka kujitoa. Katika jina la Yesu.